ru'yatullahi fawqa 7 samawat. Haya ndio masala ya ru'yatullah subhanahu wa ta'ala. Lakini kuna hadithi ambayo imepokewa kwa nana Aisha radhiyallahu anha, ambaye Aisha anakanusha kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alimuona Mola wake, na mpaka akasema kwamba mtu ambaye atadai Muhammad amemuona Mola wake, basi amemzulia Muhammad na amemzulia Mungu wa Muhammad kwamba ataonekana. Na Ibn Abbas akaja kutoa uthibitisho kinyume na Sayyida Aisha kwa kusema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam lailatul Isra wal Mi'raj alimuona Mola wake, laqad raa Muhammadun rabbahu fi lailatul Isra wal Mi'raj. Sasa wanazuoni wakasema kwamba rai ya kutoonekana Mwenyezi Mungu ni rai ya Aisha, na rai ya kuonekana Mtume sallallahu alaihi wasallam kumuona Mola wake ni rai ya Ibn Abbas. Sasa wakasema kwamba kwanza Aisha alipozungumza kwamba Mtume hakumuona Mola wake, alikuwa hakuzungumza hadithi ya Mtume kwamba Mtume anasema inni ma raaitu rabbi, mimi sijamuona Mola wangu, bali Aisha alizungumza kwa kufanya istimbat, kwa kujitahidi, akisema kwamba Mwenyezi Mungu haonekani. Kisha dalili ya kwamba Aisha alizungumza ijtihad ni pale aliposoma aya akasema la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar. Ina maana Aisha rai yake na maoni yake alipotoa masala haya ya kwamba Mungu haonekani ni kwamba yeye ametegemea aya hii inayosema kwamba la tudrikuhu al-absar, Mwenyezi Mungu macho hayawezi kumzunguka na yakamweza kumfahamu kwamba huyu ndiye Mwenyezi Mungu, lakini yeye Mwenyezi Mungu ndiye anayezunguka na kuona watu vile walivyo. Ibn Abbas anazungumza hadith au anazungumza rai yake kwamba Mtume alimuona Mola wake, na sahabi kama Ibn Abbas hawezi kuzungumza, wanazuoni wanaposema ni kwamba hawezi kuzungumza kaul tena katika masala ambayo ni masala khatira jiddan kama kuonekana kwa Mwenyezi Mungu kwa maoni yake peke yake. Bila shaka ana mategemezi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndio maana Ibn Abbas akatoa kauli hii kuthibitisha kwamba Muhammadun sallallahu alayhi wasallam alimuona Mola wake. Kwa hiyo ijtihad haiwezi kutangulizwa mbele ya nasi ambayo ya Ibn Abbas ni nasi ya hadith, ama ya Aisha ni hadith ambayo ni neno lake ambalo limebeba maana ya ijtihadi ya aya. Kisha masala ya kuonekana kwa Mwenyezi Mungu sisi hatukuweka kwamba ni masala ya muttafaqun alayh. Hatukusema kwamba Waislamu wote ulimwenguni wamekubaliana kwamba Mwenyezi Mungu, yani Mtume alimuona Mwenyezi Mungu Lailatul Mi'raj. Hatukusema hivyo sisi. Sisi twasema kwamba kuna aqwali tatu katika ahli sunna. Wanasema kwamba kwanza kuna rai ya Aisha kwamba Aisha anasema Mtume hakumuona Mola wake, na Ibn Abbas anathibitisha kwamba Mtume alimuona Mola wake, rai ya pili. Rai ya tatu ni baadhi ya ulama wa ahli sunna wanasema sisi hatutosema kwamba Mtume alimuona wala hatutosema hakumuona. Sisi tutatawakaf, tutasimama hapa bila kutoa tarjih, bila kupitisha neno la Aisha wala bila kupitisha neno la Ibn Abbas. Tutasema sisi Allahu a'lam, hatujapata dalili ya wazi ya kuonyesha kwamba Mtume Mwenyezi Mungu alionekana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini ra'yun rajih katika vitabu vya aqida ukisoma vya ahli sunna wanasema kwamba rajih, neno lenye nguvu katika madhahib matatu kama haya, ni neno la Ibn Abbas habrul umma kwamba Mtume alimuona Mola wake Lailatul Isra'i wal Mi'raj, na hivi ndivyo ilivyoelezwa katika vitabu vya ahli sunna. Ama wengine kama Mu'tazila na Khawarij, wao licha kuonekana na Mtume siku ya Mi'raj, wao hata siku ya kiyama kwao Mwenyezi Mungu haonekani, ni mustahil. Hata siku ya kiyama wao kwao Mwenyezi Mungu haonekani. Kwa hiyo masala yao yako kando. Lakini sasa swali litakuja, tukithibitisha kwamba Mwenyezi Mungu alionekana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, alimuona wapi na alimuona vipi na alikuwa upande gani na alikuwa katika hali gani? Kwanza usifikirie wala usiwe na mawazo ya kutaka kujua upande katika kanuni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu hana upande katika kanuni yake.
lakini katika kanuni yangu na yako, kwa kuwa sisi ni viwiliwili, ni lazima tukisimama tuonekane kwamba kiwiliwili fulani kiko upande wa mashriq na kiwiliwili fulani kiko upande wa maghrib na kingine kadha na kadha. Lakini dhati ya Mwenyezi Mungu kwa kuwa haifanani na dhati zingine zote, laysa kamithlihi shay'un, hatuwezi kusema basi ikiwa nyinyi mwathibitisha Mwenyezi Mungu kuonekana, alionekana ina maana kwamba Mwenyezi Mungu ana upande ameonekana, au Mwenyezi Mungu yuko juu ya arshi. La, sisi tutakwambia ikiwa utatuambia Mwenyezi Mungu amekaa juu ya arshi kama itakavyosemwa na wengine, tutakwambia hii arshi yenyewe ni makhluq. Ikiwa arshi ni makhluq, Mwenyezi Mungu kabla hajaumba arshi alikuwa vipi? Utaingia katika masala ambayo itakupelekea tasalsul na daur, utashindwa kujitoa katika masala kama haya ya kusema kabla hajaumba arshi alikuwa vipi. Al-arshu hadith au makhluq, na Mwenyezi Mungu ni al-khaliq. Kabla hajaumba arshi alikuwa katika hali gani? Tutakwambia ulama ahli sunna wanasema kwamba Mwenyezi Mungu kana fima kana qabla an yakhluqa al-arsh, alikuwa huko ambako alikuwa kabla hata hajaumba arshi. Kwa hiyo usiulize kaif wala jiha, kwa sababu swala la kuuliza wapi, vipi, namna gani, maswali haya kwanza kwa Mungu hayatakiwi, ni mustahil. Ukisema kama alivyosema Imam ahli sunna Imam Malik, anasema kwamba al-istiwa'u ma'lumun wal kayfu majhulun was-su'alu anhu bid'a. Sisi hatukukalifishwa kuwajua hayo yote, Mungu yuko vipi, amekaa vipi, amekadha. Hayo hatukulazimishwa katika sheria kuyajua, wala si katika aqida, wala si katika misingi ya aqida. Labda wengine wamefahamu namna nyingine, lakini si katika misingi ya aqida. Kwa hiyo ru'yatullah tunayokusudia ni bila kaifin wala jihatin wala uluwin wala nuzulin wala jiha wala makan. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala la jihata lahu wala makana lahu wala kayfa lahu wala shabiha lahu wala nadhira lahu. Faqra in shi'ta qawla Allah Ta'ala laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Wallahu a'lam. طيب naam, bahari kubwa hizi bila shaka, na kiasi alhamdulillah tumetatuliwa matatizo, kwamba rajih yenye nguvu ni kwamba ni kauli ya Ibn Abbas radhiallahu anhuma, kwamba alimuona Mtume sallallahu alaihi wasallam, alimuona Mwenyezi Mungu. Tukiendelea na jalsa yetu kama hii ya kueleza Isra na Mi'raj, nitapenda sasa kumrudia Sheikh Faisal kwa kumuuliza, kila mwaka sisi huwa tukihamasishwa kufunga tarehe ile 27 siku ya Mi'raj, na baadaye huwa kuna hafla zikifanywa katika misikiti, watu kukaa na kuelezana kisa cha Isra na Mi'raj, labda na karamu zikatolewa. Sasa Sheikh Faisal, naomba nifafanulie, je, mambo haya ya kufunga siku ya Mi'raji na hizi hafla tunazozifanya ni dalili zipi tulizozitegemea? Wala tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Kabla ya kulijibu swala kama hili, nataka tu kuchangia kidogo katika masala ya ru'ya aliyofafanua kwa upana Sayyid Umar al-Mihdhar. Nayo ni ibara tu ya kuhusu idrak na ru'ya na nadhra. Hizi ni filma vitatu, kuna idrak, kuna ru'ya, kuna na nadhra. Yawezekana kuwa mazungumzo yalipokuwa yakipita kwa Aisha yalikuwa yakija kwa maana ya idrak, ambapo kwamba idrak katika Qur'ani imepingwa, la tudrikuhu al-absar. Ama ru'ya, hailazimu kilima cha ru'ya kuona kitu kwa uhakika wake vile ulivyo. Idrak ya lazimu uone kitu kwa uhakika wake vile ilivyo. Mimi nikisema nimepata idrak ya chupa, huwa lazima nimejua upana wake, urefu wake, rangi yake, kila kitu nimekiweza kukifikisha kwenye macho yangu na fahamu yangu. Lakini ukisema umeona bimaana ru'ya, hailazimu hilo. Mathalan sisi twasema twaona mwezi, lakini kweli mwezi kama hii sahani? Mwezi ni mkubwa kuliko hii sahani, ambapo kwamba hichi kipimo tunachokiona.
Twasema twaona jua. Kwa hiyo sisi hatuna idraki ya mwezi, hatuna idraki ya shams kulingana na hali yetu tuliyokuwa hapa, lakini tunayo ru'ya mathalan. Ndio utakuta katika Qur'ani pia ikisema alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kwani mtume aliona tukio hilo? Hakuliona, lakini kwa aweza kulileta kimawazo, aweza kulileta kwa hadithi zilizozungumzwa na Makureish kuhusu tukio hilo. Kwa hiyo kuleta kitu katika sura ya fahamu bila ya jito kushuhudia pia huwa yaitwa ru'ya. Lakini nadhara huwa lazima kuna sura ya kushuhudia, lakini haifiki marhala ya idrak. Umeona kitu kama vile tumeona jua, tuweza tukasema sisi tumepata nadhara, lakini hatuna idrak. Na waweza ukasema nimepata ru'ya, huna idrak. Kwa hiyo ilaka ya ru'ya na idrak ni a'ammu min al-idrak. Ar-ru'ya a'ammu min an-nadhra wa hakadha. Haya ni masala bila shaka itakuwa Al-Habib yalikuweko, lakini kwa sababu ya wakati nafikiri amekwenda mbio akabana. Barakallahu. Kuhusu masala ya saum, tarehe 27 katika mwezi wa Rajab ambao kwamba ndio ni Lailatul Isra wal Mi'raj, kwa msingi wa fiqhi na msingi wa kawaid za kisheria katika Uislamu, tuna siku ziloharamishwa kufunga, tuna siku zilofaradhishwa kufunga, kisha kuna siku zimewachiliwa. Sasa huwezi kumwambia mtu usifunge kama huna hadithi ya kusema usifunge, ni kosa kisheria. Yafaa kumwambia mtu usifunge siku ya Idi kwa sababu kuna hadithi imesema usifunge siku ya Idi. Yafaa kumwambia mtu usifunge ayami tashriq kwa sababu kuna hadithi ya kusema usifunge ayami tashriq. Yafaa kusema usifunge wewe mwanamke kama una hedh au nifasi kwa sababu kuna hadithi yenye kueleza hivyo. Lakini unapomwambia mtu usifunge tarehe 27, iko wapi hadithi ya kusema usifunge? Kwa hiyo kufunga, tunapofunga tarehe 27 hatujaifunga kuwa ni faradhi, tuifunga kwa kuwa ni sunna ambayo kwamba zimewachiliwa mutlaka, mtu aweza kufunga wakati wowote. Ramadhani ni saum ya faradhi, haifai katika sheria tuseme hivi faradhi ni Ramadhani na Shawwali, utakuwa hapo umetoka, lazima upate dalili. Kwa hiyo tuna faradhi ambayo kwamba haiongezeki, ni ile ile, na tuna sunna zilokuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, nazo ni za Jumatatu na Alhamisi na ayyamul bidh na nyinginezo. Na kuna sunna za saumu zako wewe mwenyewe. Mimi nimeamua kila Jumatano nataka kufunga, huwezi kuniambia ni haramu kufunga. Lakini ni haramu lau nitafunga kila siku na siwezi, kwa sababu Mtume ameharamisha kufunga kila siku. Kwa hiyo tufahamu msingi wa sheria, mtu aweza kufunga siku ile anayoitaka madamu sio katika siku ziloharamishwa, bila kutafuta hadithi khusus kwa siku kama hiyo. Mbali na hivyo, utukufu wa ashhuril hurum umethibiti ndani ya Qur'ani na umethibiti katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu alipotuambia inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum. Arba'atun mojawapo ni Rajab. Na vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam amehimiza katika utukufu wa miezi kama hii. Tukitukulia kwa upande wa qiyas, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahi kufunga na akasema na nitafunga na tarehe 10 katika Muharram, Tasua na Ashura. Kwa nini? Kwa sababu ni siku Nabii Allah Musa ameokolewa. Kwa nini na sisi tuwe tutafunga siku ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni safari ya kuwaswishwa, safari ya kupanda mpaka mbingu ya 7, safari Mwenyezi Mungu mwenyewe anasema subhanalladhi asra bi'abdihi. Kwa hiyo masala ya kufunga ni masala ambayo kwamba hayana utata katika fiqhi, mtu kuhusisha siku maalum kuifunga. Naam, hii ndo faida ya kukusanya mabongo mawili. Bali tungepata mengi zaidi ingekuwa faida zaidi, lakini kwa sababu ya dhurufu mbalimbali tumeweza kuwakusanya mashekhe wetu hawa wawili, na walillahi alhamd wametufahamisha mengi. Tumeona hapa Al-Habib akitueleza masala ya ru'ya na Sheikh Faisal akatufafanulia zaidi
kwamba kuna ru'ya, kuna idrak na kuna nadhar. Haya yote yametuelea na tumeyafahamu. Vile vile tumefahamu kwamba sisi hufunga mwezi 27 Rajabu kwa dalili za kutegemewa, na vile vile Sheikh Faisal angeendelea kutujibu na kutufahamisha na hizi hafla tunazozifanya ni mategemezi gani tumeyategemea. Taib, hafla ya kukaa kueleza yalotokea katika Isra na Mi'raj. Awalan, sisi twaona hivi sasa tuna hafla ya madrasa, watu wote madrasa takriban zote, hasiza upande huu wala upande huu. Kwa hiyo katika hafla ya madrasa huelezwa umuhimu wa ilmu, ukaelezwa umuhimu wa kusisitiza watoto kwa sababu yenye munasaba katika siku ile. Hafla ya madrasa imfanywa wapi? Lakini ni chombo cha kutumia kuhimiza wazee, kuwachitia tashjii watoto. Kuna hafla ya ufunguzi wa msikiti hufanywa na upande huu na hufanywa na upande huu. Lini kumefanywa hafla ya ufunguzi wa msikiti? Wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini katika ile ufunguzi wa msikiti kukafanywa hafla, watu huzungumza umuhimu wa kujenga msikiti, umuhimu wa watu kuswali, kwa sababu ina munasaba wa kuwa msikiti leo wafunguliwa. Kwa hiyo na munasaba wa tukio hili lilivyotokea, kuna kuwa hakuna ubaya kukawa na hafla yenyewe ikawa yaelezwa kumepatikanwa nini usiku huu, Isra kulikuwa vipi na Mi'raj kulikuwa vipi. Kwa hiyo hafla zinazofanywa zile zingine mfano wake ni mfano wa hafla hii ambayo kwamba yafanywa, na hii ni jambo ambalo kwamba ni muqarrar shar'an. Watu wanapokutana wakaelezana kuhusu mtume, wakatafsiri aya, wakatafsiri hadithi, haya yote ni mambo ambayo kwamba ni mimbabil ilm, mbali ya kuwa pia ndani yake kuna utangavu wa kutangaza sha'airullah. Shukran jazilan Sheikh Faisal. Na hii ndio safari ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, safari aliyopazwa kutoka ardhini mpaka katika mbingu ya 7 na juu ya hapo mpaka akamuona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa jito lake haswa. Sasa baada ya safari hii Mtume sallallahu alaihi wasallam, Sheikh Faisal atueleza kwamba alirudi tena duniani, akapewa nyasia tofauti. Shafaa tukaipata kupunguziwa swala kwa Mtume Musa alayhi salam. Malaika wakamuhusia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao ni zawadi tuliopewa sisi umma Muhammad, kwamba tuumike kila mara kwa sababu ni bora katika afya zetu. Na bila shaka Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposhuka duniani mambo yalimpata na masala aliulizwa, na alitaka kuhadithia watu kiswa kama hichi na kuwaelezea. Sasa ningemuomba Al-Habib atufungulie na atufungie afwan jalsa kama hii kwa kutueleza yale mambo yalompata Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliposhuka katika ardhi na alipokuwa katika mji wa Makka, akitaka kuwahadithia makureshi kiswa cha ajabu kama hichi alichopambana nacho. Tafadhali Sheikh Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi usriya bihi min almasjid alharami ila almasjid alaqsa. Tukafundishwa na tukasomewa na tukafahamishwa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam alladhi salla bil anbiya'i wal mursalin imaman fil masjid al aqsa. Tukafahamishwa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam akapandishwa min al masjid al aqsa ila bait al ma'mur, mpaka akafika katika mawaqif sami'a fiha sarif al-aqlam. Akafika Mtume sallallahu alayhi wasallam katika munajat rabbih, akazungumza na Mola wake na akapewa hadiyatul qurbi lilqurb, kama tulivyofahamishwa, zawadi ya ukaribu, kwa sababu na sisi tuwe karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama tulivyoelezewa. Na ushahidi unaambiwa wasjud waqtarib, ile ni hadiyatul qurb lilqurb. Zawadi Mtume aliambiwa njoo hapo uwe karibu na mimi nikupe zawadi, na zawadi hii kazi yake ni kwamba kila atakayetumia atakuwa karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa ushahidi wa Qur'an, wasjud waqtarib. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuona Mola wake, fa kharra sajidan, akaambiwa sal tu'ta, omba utapewa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaambiwa washfa tushaffa au is'al tu'ta. Ishfa tushaffa,
ni siku ya kiyama atakapoambiwa omba shufaa kwa ummati wako, utapewa shufaa. Na hapo katika kukutana na Mola wake aliambiwa sal tu'ta, omba upewe. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliona kwamba akianza kuomba atachukua muda mrefu sana kuomba. Ikabidi sasa aombe kila kitu kwa dakika chache sana. Akaanza kuwataja mitume wote alowaona, ni kama vile Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ashaona mitume wote walio wamepewa nini. Nabii Suleiman alipewa nini, Nabii Isa alipewa nini, Nabii Musa alipewa nini, Idris alipewa nini, Yahya alipewa nini, Isa alipewa nini, Ibrahim alipewa nini. Kila mmoja akamtaja, yani akawataja, akimwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabb, umempa fulani kitu fulani na kitu fulani na kitu fulani, ukampa mtume fulani kitu fulani kitu fulani kitu fulani. Maarufu kila mitume wana mambo yao hasa wamepewa. Mwisho alipomaliza Mtume sallallahu alaihi wasallam kuzungumza hayo, akanyamaza. Ina maana, ya Rabb, wewe ulipowapa wale wote wale hawajaomba, uliwapa wewe mwenyewe, na mimi nishakwambia wote uliwapa kitu fulani kitu fulani. Sasa ni kama Mwenyezi Mungu mtume anamuuliza, na mimi utanipa nini? Nichagulie mwenyewe, utanipa nini? Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akapewa ya kupewa, kwamba ummati wake wengi wataingia peponi, na kwamba amepewa swala 5, 50 fil ajr wa 5 fil adad. Yani akapewa zawadi miongoni mwa zawadi za kupewa, alipewa suratul Fatiha na ayatul Kursi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ayatul Kursi na suratul Fatiha imetolewa katika kanzi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kupewa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ni zawadi. Pamoja na kwamba suratul Fatiha pia iliteremka kama sura zingine zilivyoteremka, lakini ilikuwa ni hadia khasa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kwamba kuonyesha kwamba suratul Fatiha imekusanya faida kubwa na mambo kubwa, ni sab'ul mathani na ni ummul kitab, ni suratul Fatiha. Nipo pale watu kila mara wakitaka kuomba, kila mara wakitaka kuwapelekea zawadi watu wao waliowatangulia katika hayat barzakhia, kwa uchache unaambiwa iqra'il Fatiha. Kwa nini? Kwa sababu ni zawadi unampelekea yule unayemkusudia kumpelekea, kama vile suratul Fatiha ilipokuwa ni zawadi mtume kupewa. Kwa hiyo kwa kuwa ni zawadi Mwenyezi Mungu amemchagulia mtume, basi na mimi nitampa na Muislamu mwingine kuwa ni zawadi, nikamsomea akiwa mgonjwa, nikampelekea akiwa amekufa, baada ya swala nikasoma. Hizi zina maani, watu hawazifuatilii wakajua siri yake ni nini. Hizi zina maani ambazo zina mafungamano, kwa kuwa ni hadia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada ya hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ni mwenye kuteremka na mwenye kurudishwa pale alipotolewa. Na Allah Sheikh Faisal ametutajia kwamba mtume alipita kwa malaika wakimpa wasia na nasaha na kama kutupa na zawadi. Baada ya hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akapita, akateremka Masjid al-Aqsa, akaondoka. Sasa akawa ni mwenye kurudi. Katika kurudi kwake akaona baadhi ya mambo ambayo ameyaona, athar na msafara wa Maqureish kama ulivyotajwa ndani ya Qur'an, liilafi quraishin ilafihim rihlata ash-shita'i was-sayf. Walikuwa wakienda sehemu ya Sham ambayo ndio sehemu ya Qudsi na ndio sehemu ya Palestina na Baitul Maqdis. Walikuwa wakienda kule kwa biashara na wakirudi Makka. Sasa katika kurudi kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaona wale akaona misafara ya Maqureish ya kibiashara wakirudi. Akapita kwa msafara fulani, akaona kwamba walikuwa na ngamia wao fulani amevunjika kwa sababu ya kushtuka na kukimbia, kwa kushtuka na ngamia kuvunjika mguu. Akapita sehemu nyingine, akaona kwamba kuna mzigo, kuna vitu vimewekwa, wenyewe walikuwa wameingia kwa haja zao. Kulikuwa na chombo ambacho kwamba kilikuwa na maji kimesimamishwa chini ya mti, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alienda akachukua yale maji akanywa, kwa sababu ilikuwa ni ada ya Waarabu, ni mazoea wa Arabu. Wakiona maji ni kitu ambacho kwamba walikuwa hawaulizani. Mtu akiona mahali kuna maji yamewekwa, basi atachukua bila hata kuomba ruhusa, kwa sababu ni ada ya Kiarabu na ni katika mila yao. Kitu kama maji hawaulizani, mtu akiona maji atakunywa, ataondoka. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam pia ni kama insania na ubinadamu, alichukua maji akayanywa yale maji akaondoka, akawabakisha wenyewe.
akaondoka Mtume sallallahu alaihi wasallam katika usiku huo huo, na ni muda mchache huo huo mpaka karudi nyumbani kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla al-fajr. Anasema kwamba pale nilipoondoka, ule mto wangu ambao nilikuwa nimeondoka nikaenda sehemu ya Al-Kaaba mpaka nikachukuliwa na Jibril, bado una ule umoto ambao kwamba nimekuwa nimelalia nikaondoka, kwa sababu mtu akilala ataona kwamba akiondoka utaona kuna moto fulani katika sehemu lolalia. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema nimekuja nikakuta yani firashi yangu, kile kitanda changu na matresi yangu, au kile ambacho alikuwa kitandika Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mto wangu nimeona vile vile kuna moto kama vile nimeondoka kwa dakika moja tu kwenda kwa shughuli ya haja zangu nikarudia pale pale. Akawa Mtume mwenyewe anashangaa na akawa hawezi kupata usingizi, kwa sababu ametoka katika hali ambayo yeye mwenyewe anafikiria nitaeleza vipi, kwa sababu hajaamrishwa aende akawaelezee watu kwa namna kadhaa na kadhaa, hajapewa mwelekezo, yani hajaelekezwa akaeleze hivi na hivi na hivi ndio utawashinda, bali aliwacho yeye mwenyewe utafanya nini. Bado kuna miujiza itadhihiri. Mtume sallallahu alaihi wasallam baada salati al-fajr akaswali al-fajiri, akaanza kukaa akiwa na huzn, na huzuni yenyewe ni kwamba hawa mimi nimezungumza nao siku zote kuhusu la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, hawakuniamini, wakanipiga vita, wakanitoa na mji. Leo nitawaambia vipi mimi nimepelekwa mpaka Baitul Maqdis, mpaka nikapelekwa mbinguni, mpaka nikamuona Mola wangu, wataniamini vipi na nitawaelezea vipi? Kisha angalia hikma ya Mwenyezi Mungu. Lau angemchukua Mtume sallallahu alaihi wasallam Masjid al-Haram pale alipozaliwa na pale anapoishi, akampandisha moja kwa moja mpaka 7 samawat, ingekuwa Mtume aanze vipi? Kwanza angeeleza safari ipi? Ataeleza safari gani? Ikabidi Mwenyezi Mungu ampitishe kwanza Baitul Maqdis kwa hikma ambazo tumeeleza, na miongoni mwa hikma ni kwamba ili Muhammad akirudi kuotaka kuwaelezea habari za Isra na Miraj, asianze kueleza habari ya mbinguni, ni aanze habari ya ardhini, kwa mambo ambayo wao wenyewe wanayajua, na wanajua Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwahi kwenda Baitul Maqdis. Leo aje awaelezee na awape sifa za Baitul Maqdis na msikiti wa Maqdis ulivyo, Masjidul Aqsa ilivyo. Bila shaka wataona huyu Muhammad, haya maneno lazima kuna question mark, lazima kuna maswali fulani tofaa kujiuliza. Huyu alijua vipi Masjidul Aqsa, na sisi ndo tumemlea na tunamjua kwamba huyu hakuwahi kwenda kule? Ndio Mwenyezi Mungu akampitisha Baitul Maqdis, ili wakimkubali katika hili la ardhini iwe itakuwa ni sahali ya kuweza kuamini, usahali wa kuweza kuamini na hayo ya mbinguni. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekaa akiwa hajui aanze wapi. Mara Abu Jahal alipita akamwona Mtume sallallahu alaihi wasallam amekaa, na Abu Jahal alikuwa ni jitu ambalo kwamba lilikuwa na tili sana, na alikuwa akimchokora Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumtafutia kila kasoro na kila makosa. Siku hiyo alipomwona Mtume mapema kabisa amekaa na huzuni, akamuuliza Muhammad, hal fihi shay, leo kuna mapya gani wataka kutuambia? Yani ni kama tayari ashahisi kwamba huyu Muhammad leo ana mambo mazito mengine atakusema. Una nini leo, mbona na kuna huzuni, wataka kutuambia nini leo? Manake ushatuambia mengi mpaka tumechoka kuyasikia, ya leo ni yapi? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, usriya bi al-laila, mimi nimepelekwa Isra. Akamuuliza, wapi ukapelekwa? Nikapelekwa Baitul Maqdis. Kisha ukarudi hapa saa hii asubuhi uko na sisi? Ndio, nimerudi na niko na nyinyi. Huyu Abu Jahal akaona huyu nikianza kumwambia wewe ni mrongo, nitakuwa nishamuokoa, nitakuwa nishamuokoa na ataonekana huyu ni mkweli. Akamwambia, haya unayoyasema, je, nikienda nikiwaleta wenzangu utasema haya? Anambia, ndio nitasema haya. Abu Jahal akaondoka, akaenda akawakusanya, ya mashara Quraish, ya mashara bani kadha wa kadha wa kadha, akawakusanya, njoni, Muhammad leo ana mambo makubwa zaidi. Akamwambia, Muhammad, hadith qaumaka bima hadathani bihi, hebu wazungumzie hao watu wako kama ulivyonizungumzia. Yani amejifanya Abu Jahal hapo, mimi sisemi wala mimi simo, hebu zungumza mwenyewe, ujifunge mwenyewe kwa maneno yako. Aliona Muhammad atajifunga. Mtume sallallahu alaihi wasallam fahaddathahum, akawazungumzia.
mimi nimepelekwa Baitul Maqdis na nikaregeshwa hapa kwa usiku, tena muda mchache sana wa usiku. Wale qaum wakabaki ma baina musaffiqin wa ma baina wadi'in yadayhi ala ra'sihi wa ma baina, yani mwingine anaanza kuchukua mikono yake kuweka juu ya kichwa, mwingine anashika kichwa, mwingine anapiga makofi kusema ya Muhammad, haya sijui tu yaite vipi leo, haya hata hayana majina, si uongo tena, manake imepita kiwango. Mtume sallallahu alaihi wasallam habibullah amebaki aseme vipi, atajitetea vipi? Wakaanza kuwageukia wale wafuasi wa mtume kama kuwatoa imani na wao. Abu Bakr, hal sami'ta sahibaka madha yaqul, unamsikia rafiki yako anasema nini leo? Na haya pia utamwamini leo? Manake wewe ndio kimbelembele wa kumwamini kila kitu kwa lugha zao taban. Wakamwambia leo na haya utayachukulia vipi? Abu Bakr akawa ni samidun fil aqidati wa fit tauhid wa fit tasdiq bi rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Akawambia mimi licha haya ya ardhini, lau atanambia ametoka katika mbingu ya 7 mimi nitamkubali. Yani ni kama ashajua kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam si masala ya Baitul Maqdis jamani, masala ni masala mpaka uwingu wa 7. Abu Bakar alijua vipi? Al-iman, ile iman, firasatul mu'min, ashajua Muhammad makusudio sio haya ya Baitul Maqdis, bila shaka kuna na mengine. Ndio pale akaitwa Abu Bakar as-Siddiq kwa sababu ya kumkubali mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakasema na Abu Bakar, wewe pia tunakuona ni kama huyu mwenzako tu, akili zako hazikusaidii labda. Akaondoka mtume sallallahu alaihi wasallam, akabaki. Wakamwambia ya Muhammad, hebu tupe sifa, umeona nini na nini? Sasa katika ile hali ya kumweka mwisho kabisa kwamba huyu mpaka tumfedheshe, akawambia kwamba mimi tusifie Baitul Maqdis. Mtume hakuenda kuangalia milango ni mingapi wala madirisha mangapi wala bisati ilikuwa rangi gani wala maspika ilikuwa rangi gani. Aliwaambia, akaanza kuchanganyikiwa, alisema sema baadhi ya sifa akachanganyikiwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaleta al-qamar sina'i rabbani, yani as-sina'a ar-rabbaniyya, teknolojia rabbaniya. Mwenyezi Mungu akachukua Masjidul Aqsa mzima akauleta msikiti mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hili si la kushangaza kwa sababu sahihi tuangalia mambo ya kiulimwengu yakifanyika hapo kwa hapo kwa kupitia dishi hizi na ma TV. Kwa hiyo mtume akawa anageuziwa, na ukisema kwa lugha ya kisasa alikuwa akifanywa na zoom, ikiwa mara nyingine kuna vitu havionekani vizuri atafanywa 3D mpaka na zaidi, ili aweze kuangalia kuko namna gani, mpaka rangi, mpaka madirisha, mpaka kila kitu. Mtume sallallahu akasema, alipomaliza wakasema amannatu fahiya hiya, jamani sifa za msikiti ni hizo hizo, huyu bwana mbona sasa mambo yake yamekuwa kama ukweli? Wakasema hapana, haya tuambie kuhusu msafara wetu fulani fulani, umewaona? Mtume akamwambia naam, nimeona msafara fulani umevunjikiwa na ngamia wao kwa sababu ya kushtuka. Nikaona sehemu fulani nikapita kuna vitu vimewekwa na wenyewe walikuwa hawako, nikachukua maji nikanywa maji nikaondoka. Haya tuambie msafara utakuja lini? Maana bado wanamfuata ili mpaka wamkosoe. Mtume akasema msafara utaingia siku ya Jumatano. Siku ya Jumatano, naam. Haya tutasubiri hilo la mwisho, maana final tuangalie kama itakuwa ni ya kikweli ama ya kupanga. Mtume sallallahu alaihi wasallam akakaa asubuhi siku ya Jumatano, watu wakajitayarisha, leo Muhammad utadhihiri uongo wake, leo utadhihiri, ama kama ni mkweli pia tutamjua. Kufika saa 10 saa 12 msafara bado haujatokea. Sherehe zikaanza kwa upande fulani kwamba Muhammad leo atashikwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa sasa msafara wetu utafika siku gani, akawaambia siku ya Jumatano. Wakasema sawa, tutaangalia hili la mwisho pia kama litakuwa ni ukweli ama ni maneno ya Muhammad. Kufika siku ya Jumatano, watu wakawa wamejitayarisha kusubiri msafara utatokea sehemu gani, na mtume akaeleza msafara utatokea kwa upande fulani, tena wakati fulani wa jioni. Kufika jioni mpaka jua karibu na kukutwa, msafara hauonekani. Mtume sallallahu alaihi wasallam akabaki kuwa na hali ya huzuni, mimi sasa katika lahadhat akhira, dakika za mwisho hapa nitafedheheka kwa sababu ya msafara kutofika kama nilivyosema. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akalizuia jua bila wale watu kujua kwamba jua mbona leo haliendi.
kwa sababu fikra za watu zote zilikuwa katika masala ya Muhammad leo atafedheheshwa. Kila mmoja alikuwa macho yake na fikra zake ziko katika msafara, utaingia ama hautoingia. Hakuna alokumbuka kuangalia jua liko wapi wala liko kiasi gani, na zama hizo hakuna masaa wala nini. Watu walikuwa kiangalia jua tu, wakiona jua bado liko jioni, bado muda umebakia, mara kabla jua halijazama, na kumbe Mwenyezi Mungu alizuia jua lisiende mpaka msafara ufike. Msafara ukafika, mara wakaanza kusema Muhammad bwana mambo yake haya ni makubwa sana, lakini hawakumwamini. Ngoja mpaka tuhakikishe, tuwaulize wale yale aliotuambia njiani. Wakamuuliza, haya tuambieni, nani waliovunjikiwa na mnyama wao, ngamia wao? Watu wakajitokeza, sisi tulikuwa tumeshtuliwa na mnyama wetu, alishtuka akavunjika mguu. Wengine, haya nani alokosa maji? Mwingine akasema, mimi nilikuwa nimeweka chombo changu cha maji chini ya mti, mara nikija nikaona maji hayajamwagika wala wenzangu hawajanywa maji yangu, na nikaona maji yamepungua. Wakasema, Muhammad, ama uchawi wako Muhammad wa leo umezidi kiwango. Uchawi wako wa leo umezidi kila uchawi ulikuwa ukitufanyia. Ya leo tumekupa mkono kwamba wewe hakuna mchawi kama wewe. Mwisho wao ukawa ni wa in ra'aw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Kila wakiona aya za Mwenyezi Mungu na dalili zake wasema, wanaondoka na huko wakisema sihrun mustamir, huu ni uchawi unaoendelea. Kwa hiyo kisa cha Isra na Miraj kilikuwa na mafundisho hayo ambayo tumefahamishwa, na nilikuwa na maelezo haya, na hivi ndivyo ilivyomalizika. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe tawfik, atupe barakat na nafahat zilizokusanyika ndani ya mwezi wa Rajab na baraka ya Isra na Miraj. Sheikh Saleh, Sheikh Faisal, nakupa dakika mbili labda kama tunala kuongezea. Kwa hakika hakuna la kuongezea isipokuwa hii safari iwe ni mabadiliko katika maisha yetu, mabadiliko katika ibada na ilaka yetu na Mwenyezi Mungu, mabadiliko katika mujtamaa wetu kwa upande wa uchumi, upande wa social, kuangaliana baina yetu sisi, iwe ni mabadiliko kama vile ilivyokuwa mabadiliko baina al-haqi wal-batil ilivyodhihiri wakati huo. insha Allah taala. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Naam, alhamdulillah rabbil alamin. Tumefika mwisho wa kikao chetu kama hichi, na hii ndio safari aliyosafirishwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, safari mbili kwa moja, safari ya Isra na safari ya Miraj. Na tumebahatika leo kuwapata ndugu zetu mashekhe chipukizi, wametufahamisha mengi na wameyaunganisha na wakia wa mazingira yetu na hali halisi wa Islamu tunazoishi kila siku zilivyo. Bila shaka tumewadheeka, na tumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awape umri mrefu, awazidishe na ilmu, ili na mara nyingine tubahatike kuwapata tena kwa masala mengine, wayachanganue kama walioweza kuchanganua leo. Tunabudi kukoma hapa. Tutasema haya mambo yamethubutu na yamethubutu kwa dalili zilizo na nguvu, na sisi tutaendelea kuyafanya kama walivyokuwa wakiyafanya wazee wetu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.